Washa tuombe. Adhuhuri ya leo sisi watoto wako tumekusanyika Bwana ili kuisikia sauti yako. Bwana ukatufungue mawazo yetu na macho yetu ili tukaweza kusikia sauti yako ambayo unanena na kanisa hii ya adhuhuri. Ninaomba Mfalme, mimi ambaye nitanena ukanipake mafuta mabishi nikaweza kulinena hili neno kwa urahisi ili liweze kueleweka. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Tunaweza kuketi. Mwathani agoshwa. Praise the name of the Lord. Hamari twajitagwo Maina Martin na demonoku Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa na ndire mugeni oguo uria waruta matangatho iga ndungikorwo uri mugeni kwanyu. Bwana asifiwe sana. Hauwezi kuwa mgeni kwenu, hapa ni kwetu. So mimi siwezi kuwa mgeni hapa. So nimekuja hapa ni kwa sababu ya darasa lile ambalo tulianzisha, ambalo lengo la hilo darasa ni kuwafundisha Wakristo nidhamu ya kujisomea neno kwa mfululizo kutoka mwanzo hadi mwisho kama mtindo. Bwana asifiwe sana. So hilo darasa tumelianza jana, na kwa sababu ya hilo darasa nikapata mwaliko wa mchungaji Reverend Wilson Maina. Akaniuliza kwamba kama leo ninaweza kusimama mbele ya watoto wa Mungu niweze kushiriki neno. Na mimi nikasema kwamba hiyo ni kuheshimika, nikakubali. So I don't take it for granted. Silishukuri kama ni jambo la urahisi kusimama mbele ya watoto wa Mungu ili kunena neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. So nimeoa, ninaishi huko Nairobi na bibi yangu na watoto wawili wa vijana, na nilikuja hapa Friday. So sitaki kuwadanganya kwamba walinituma salamu kwa sababu leo asubuhi niliona miss call yake na sijajibu bado kwa sababu nilikuwa na harakati ya kutayarisha mkutano wa leo. Lakini nyinyi nikirudi niende na salamu zenu niwasalimie. Okay, kwetu ni hapa tu Ngandu, na hapo Ngandu tumeanza darasa la kusoma Biblia. Na hata wewe ukipenda hiyo nidhamu ya kujisomea Biblia, neto uko kunyitogeni tulishemanagia muthenya umwe hari mweri Saturday ya kana kuma thaa 8 nginya thaa 11. So you are very much welcome. So nataka tuende direct kwa maandiko. Mimi si muinjilisti na mimi si nabii. Mimi ni mwalimu wa neno. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio huduma ambao Mungu amenipea, niweze kufundisha watoto wake neno la Mungu, waweze kuelewa, wakuwe na msingi wa neno lake. So tumesoma twathoma kuma Thaburi 23 muhari wemwe nginya muhari wa 6. Na muhari wa 3 oiga atiriri ati wega no tugire neire no magirira, wega no tugi neire no magirira matuko makwa mothe. Mundu neuge wega no tugi, wega no tugi. In English, goodness and mercy. Sema goodness and mercy. Onokorwo ndwaragia githungu muno umuthi aria goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 2
muhari wa 16 na muhari wa 17 nĩ twathoma. Adam ombwo nĩ Ngai nĩ aigirwo mũgũnda wa Eden, na mũgũnda wa Eden twĩtaga the garden of relationship. The garden of Eden is the garden of relationship. Na akiheo instruction, akirwa atiriri, indo ciothe cigũkũ mũgũnda-inĩ ũyũ rĩ, no ũrĩe, no ndũkarĩe mũtĩ kuma kũrĩ mũtĩ, matunda ma kuma kũrĩ mũtĩ wa kũmenya ũũru na wega. Bwana asifiwe sana. Koherethio arauga atiriri, ati gũtirĩ ũndũ mũndũ angĩka mũnene tiga kũrĩa na kũnyua. You cannot enjoy life beyond eating and drinking. Do you know that? Do you know that? You can't. Motivation ya mwanadamu ya kufanya yale mambo yote yanafanya ni kukula na nikiona nginya twĩgũthio hiki wakinyanĩra ini ya kũrĩa na kunywa, heshima inawekwa watu wengine wamevaa suti lakini wanakata lai ya chaku ona muhikania gĩkorwo na thuti ya goro na muhiki akorwo na nguo ya goro gown, no hiki ũcio wage irio no kana ndege, no uhiki wage irio. Mĩaka 5 ĩgũka kĩndũ kĩrĩa tũkaririkanaga ũhoro wa uhiki ũcio nĩ atĩ gũtiarĩ. Bwana Yesu asifiwe. Because food is a basic motivation of man. Ona andũ megũthurwo kũrĩa mathuranaga mokaga gũtwĩtia kura, maiya mbeca tũtiugaga nĩ maiya mbeca, tugaga nĩ marĩa mbeca, because the basic motivation ni kukula. Ukitaka kuweka bwana wako vizuri, mpatie chakula kama utaki akasirike. So Adam akirwa atiriri, indo iria ciothe ciĩgũkũ mĩtĩre yothe ĩgũkũ rĩ, no citwe irio. No, hena mũtĩ, matunda ma mũtĩ wa kũmenya wega na ũũru. Don't eat from that tree. Bwana asifiwe sana. Ndiũ kana nĩ ũrĩ weyũria nĩkĩĩ gĩatũmire Ngai aheane instruction iyo kũrĩ Adam. Why? Because Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai endaga Adam amenye tu wega wake. Dakamenyane na ũũru. Amenye tu wega wake. He wanted Adam to only know the goodness of God. Tondũ mũthĩ ũyũ rĩ, rĩrĩa wa introduce ũũru thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, wĩkoraga atĩ wajia kũrongorerio maũru, ũngĩaria iheni rĩmwe, no nginya ũhenanie rĩa kerĩ nĩgetha ũthiĩke iheni rĩrĩa wahenania ũhenanie rĩa gatatũ. Bwana asifiwe sana. If you lie once, you have to lie another time, so that you can ufunike ile uongo ambao umeweza kunini. So God alikuwa anataka mwanadamu ajue tu uzuri wake. And the moment Adam did not obey that, rĩrĩa Adamu agire gũtĩa the instruction of God, what happened? Ambĩrĩirie kũrongorerio maũru, agĩtuĩka mũru, agĩthogothana. Abatiĩ gũfocus only on the goodness of God. No, agĩthogothana tondũ nĩ introduce ũru. Bwana asifiwe sana. And that is why in the book of Malachi, look at the book of Malachi. Biblia gũgathĩrĩrĩ, harĩ na andũ erĩ, ũmwe etagwo Jacob
na ũrĩa ũngĩ etagwo Esau. And the Bible says that Jacob I loved, but Esau I hated. Jacob I loved, but Esau I hated. Kwani Mungu akona chuki? Have you ever asked yourself why God says alichukia Esau? Do you know why? Na Jacob was a con man. No, Jacob, little Jacob, Jakufu, little Jakufu. The meaning of the word Jacob is a swindler, a con man. No gaya keri horoa Esau na Jacob. Bara aterere Jakufu I loved. Na Jakufu no watu kile Israel. But Esau I hated. Why? And when he is describing Jacob in the book of Genesis, Jacob was a perfect man. Are modo mukinyaneru. What is the meaning of perfection in God's kingdom? Jacob was perfect in focus. Adamu hederie ehiriere agetukanirwo akiaje go focus na maundu mage. Now when it comes to Jacob, when God is describing Jacob, he's saying he was a perfect man because he was focused. Now Adamu ne here hado atweke wa gutawara maundu maria eri twatawara thiine wa the Garden of Eden. Hado wa maundu macio atweke niwe uramatha, maundu macio makiambia kumwatha, hado athe mimera ikianjia kumwatha, na nginya umuthi uyu ri Adam is being ruled by plants. Kai njohi yumaga ku? Njohi yumaga ku? Sini kwa mimea. Siku ya leo especially hapa Mount Kenya, especially huku kwetu, niki kiratha arume makiria na nginya atumia wanatawaliwa na mimea. Bwana asifiwe sana. It was not the will of God. It happened riria Jakufu agire, riria Adamu agire ko focus on the goodness of God, agetukanirwo. Now Psalms 23 ukuja mpaka kwa Yesu sasa. Wakati Yesu amekuja, Yesu okire to restore man to Eden, to restore the relationship between man and God, kurudisha mwanadamu in the Garden of Eden. Praise the name of the Lord. And that is why where urena Kristo thiine waku, you are the only one who can declare. We no we ogiario horo wa Psalms 23 verse 6. Ati wega no tugi neire no magirira matuko makwa mothe. You have a right to say that. Praise the Lord. Because ukikubali Yesu ndani yako, what happens? God is good. You are carrying what is good. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, you can expect goodness, maundu mega gukurumirira. Ndio kana muturira waku ni expect maundu mega gukurumirira. If you are born again, kama umekubali Yesu, expect good things in your life. Bwana apewe sifa. If you are born again, because you have the good one in you, expect good friends. Bwana apewe sifa. In your life. Good friends. Mimi niko na marafiki wazuri kila mahali. Saa ingine wananipigia tu kunijulia hali. Marafiki tu wazuri. That is part of goodness and mercy. Bwana apewe sifa. Wewe kama Mkristo, expect goodness. Expect good money. Praise the Lord. Heno udomwe jokete kumenya. Andu aingĩ, they do not worship God, they worship money. Even in the church.
Sasa wewe kama uko na Kristo, pesa iko chini ya miguu yako. You should expect good money. Bwana apewe sifa. Na nijuga kama igiaterere. Andũ arĩa marĩ mbeca mangĩrwo marũgame, I am one of them. Niko na nini? Niko na pesa. Dinorio nĩ cigana. Dorio andũ arĩa mena mbe. Koguo onokorwo nĩ 10 bob, hiyo ni pe? Si hitaji yako mingi. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya ile kidogo amenipatia. Nitasimama kwa sababu ya hiyo. It is good money. Bwana apewe sifa. Expect goodness and money. I mean and mercy to follow you all the days of your life. Tell yourself that I have money. Niko na pe? Hii maneno ya kila wakati kusema tunang'ang'ana. No kugiginya? Kila wakati nikuambia watu ninunulie lunch. Utaambia watu wacha nikununulie lunch lini? Uidigira kanyamu deraji. Utatoka kwa hiyo lini? Uniite uniambie niko na pesa. Kuja tukutane hapa Ibis. Tukule. Bwana apewe sifa. Nukule doage, the only thing they know ni kuobao. Kila wakati ni kung'ang'ana tu, komete. No. That is not the confession of somebody who has Christ in him, the hope of glory. Niko na pe? Because goodness and mercy will follow me all the days of my life. Kila kitu ambao niko nayo is expensive. Hii suti ambao nimevaa hapa is very expensive. Bwana apewe sifa. It's very, very expensive. Ile simu ambao niko nayo hii simu hii ni ya pesa mingi sa? It is very. Ile gari ambao naendesha, ile nyumba ambao naishi is very. It is not expensive because of ile bei ambao nilinunua. It is expensive because me, myself, I am expensive. Siku ya leo, State House egi ukagwa kwa hakari dodo. Karedo? Ithame Sagana, kana ithame Dennis Spirit Road. Yakwa hakari dodo. Do you know bei ya broti shakari dodo no kwa batege bata? Do you know that? Why? Kwa sababu mtu ambaye he is regarded so highly in the society ni abia go ikarako. Huyo mtu ndiye amefanya proti zipande. Sasa wewe yule anaishi ndani yako sio president wa Kenya. And yet anaweza pandisha proti akianza kuishi hapa. Yule anaishi ndani yako sio president of America. Yule anaishi ndani yako is the president of the universe. Praise the name of the Lord. You are expensive. Wewe wagoro. Washa kujibeba kama mtu tu bure. Washa kufanya mambo bure. And yet you are very expensive. Jibembe kama mtu wa heshima. Ongea kama mtu wa heshima. Vaa nguo za heshima. Sio kwa sababu uko na pesa mingi, kwa sababu ya yule ambaye anaishi ndani yako, he is expensive. Bwana apewe sifa. Goodness and mercy. Wega no tugi nire kurumagirira all the days of your life. Kama aikoro wewe muthuri, dai wathuri magetwa guku matugatere Ngai. I want to tell you men, you are expensive. I want to tell you, you are expensive. Kama uko na Kristo, wacha kujikompea na wengine. You are very precious, you are very expensive. Carry yourself as such. Carry yourself as such.
you have Christ in you, the hope of glory, you are expensive. Goodness and mercy. Good things. Expect good things. Expect good career. Expect to succeed in your career. Expect it. Because you have Christ in you. Expect your business to thrive. Expect to do well. Expect to enjoy good health. Good health. Eat well. Kula vizu. Wacha kukula takataka. Wacha kuweka kwa mwili wako takataka. Kula vizu. Kwa sababu yule ambaye unabeba is so expensive. Bwana apewe sifa. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Ukirora andu aria majoinire Daudi, wale watu walijoin Daudi in 1 Samuel chapter number 22. Biblia yugaga atiriri, mari andu mithemba itatu. Mari andu distressed, 3 Ds. Number 1, mari andu distressed. Mari in debts, na mari andu discouraged. Sijui ni wangapi hapa wamelemewa na madeni kuja kwa Yesu. Tabia na nani? Siku hizi madeni watu wanajiua kwa sababu ya madeni. Sijui ni wangapi huku siku ya leo they are discouraged. Yani muturire tu umekosa ladha. Maisha yetu imekosa ladha. Come and taste Christ. He tastes good. Bwana apewe sifa. Sijui ni wangapi they are distressed. Hakuna kitu yako ambayo inaendelea mzuri. Ukiangalia watoto wako wote wanakunywa pombe. Ukiangalia your daughters hakuna ambaye amesimamisha mboma. You are distressed. Wao watu wakati walitembea na Yesu. In 1 Chronicles chapter 11, we are talking about the mighty man of David. The mighty man of David. After kutembea na Daudi, mushara na mokudweka gatea. After kutembea na nani? Ukitembea na Yesu, maisha yako itabadilika. Praise the name of the Lord. Sio ukiingia kwa kiama. Tembea na Yesu. Sio ukirudi kwa traditions. Traditions ziko na mambo zingine mzuri, lakini hazijakamilika. Yesu amekamilika. Bwana apewe sifa. Kirera ki uretha kwa unduire. Uretha kirera kwa unduire. Kirera ki ugiothe kire thiini wa kirikaniro. Na nigikinyaneru. Wale watu wa kiama nataka kuingia huko. Mwini invite me. Lakini you have to convince me kwamba kirera kianyu nikiradiru na maundu maria maratugitira hinya umuthi. Maundu maria maratugitira hinya umuthi ni ta mbeca. Nataka kujua Ukikuyu una address aje mambo ya pesa. Okay? Siku hizi tunadili na depression. Nataka kujua hiyo kirera inasaidia mtu aje akiwa depressed. I want to know before I join. Kwa sababu nikisoma Biblia from Genesis to Revelation, na nimeisoma saa hii nasoma Biblia mara yangu ya 16. On 23rd November nitamaliza kusoma Biblia mara yangu ya 16, nitaingia mara yangu ya 17. I would want to compare notes na how traditionalists. If you are better than the council ambayo Biblia inapeana, I will join you. I'm going to join you. Uniambie pesa, how does Kerera say about money? When you are depressed,
Kerera inasema nini mambo ya depression? When you are sick, inasema nini? We just compare notes objectively. Wakati nilikuwa naangalia mambo ya pesa, na maundu ma mbeca nimo magiteiria andu hinya muno. In the book of Proverbs alone, the book of Proverbs, 31 chapters, 23 out of 31 chapters, they talk about money. At least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verses, they talk about money. I am well guided about money by the Bible. Praise the name of the Lord. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Usitafute wema mahali kwingine. Tiga wetha wega no tugi kundu kungi. Kundu gutari gukinyaneru. Wega no tugire uri thiine wa Jesu. Kerera kira gikinyaneru kire thiine wa kirikaniro. It is nowhere else. The Bible is tested 7 times. Wacha kutafuta solution kwa Facebook. Wacha kutafuta breaking news kwa X. Kwanza sikiza breaking news za binguni kutoka kwa Biblia before you log into X. Bwana Yesu asifiwe sana. I am delivering apostolic teachings ambazo zitakupatia foundation. Unajua foundation haikuangi kitu very, hauwezi piga picha ya selfie kwa foundation. Si ndio? Haikuangi very very beautiful. But foundations are important. Kwa sababu Biblia inasema if the foundations are broken, what shall the righteous do? Ile kitu ambao unaona watu tu wako wanatapatapa tu kwa maisha ni kwa sababu hawana misingi. Hawafurahii Ukristo ni kwa sababu hawana misingi. Kuna mambo ambayo itakuzuia kufurahia Ukristo. Mambo kadhaa itakuzuia kupata the goodness. Number 1, mambo ambayo yatakuzuia. Number 1 ni kuaga kioneki, lack of vision. Lack of vision. What is vision? Vision ni kuona, ni maono. Let me shock you this morning. Do you know? Kila mtu hapa yule ambaye ameniangalia we mtu mumu. Do you know that? Can I prove to you scientifically? Kugikoro gutari no therire utuko uti no theri tondu ina maitho ni ukuona. Will you see? The only way you are able to see is by the help of an external light. Kila mmoja wetu we are blind. Tunaona tu by the help of an external light. Na Biblia inasema hivi kwa Mkristo kwamba your word ama neno lako kiugo giaku niguo tawa wa maguru makwa. Wewe Mkristo, how are you able to see the road without the help of the word of God? How are you able to see? Sasa inawezekana iwe kwamba you will operate in darkness, but what will happen? Ukioperate in darkness utatapatapa, si ndio? Niko hutahutia wokira utaketie tawari uraweka niki niko hutahutia ukaima murango ukahigwo, okay, ukagwa. Ugituka ni watu walithia gari utakuona wega. What might happen? Neta kugehanika accident. Most Christians, their lives are accidents because they are not seeing well. They cannot access the goodness of the Lord kwa sababu hawatumii mwangaza wa neno. Kama unataka kuaccess the goodness of the Lord, kuwa mtu wa neno. Tumia hii taa. We have been provided with light here. The word of God is a lamp unto our feet. Jambo la pili ambalo litatuzuia to access the goodness of the Lord is lack of knowledge.
kwa gomenyo. Andu akwa moraga niki? Andu akwa moraga niki? Andu akwa moraga ni undu wakwa wa kuhoya. Andu akwa moraga ni undu wakwa wa kuheana indo ciao kanitha-ini. Andu akwa moraga ni undu wakwa wa guthii kanitha. Andu akwa moraga ni undu wakwa gomenyo. For a Christian, if you want to access the goodness of the Lord, you must embrace knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuamini Mungu, kumjua Mungu. Kuna mambo mawili hapa. Kuna kuamini Mungu na kuna kumjua Mungu. Mungu hajatuita tumuamini. Mungu ametuita tumjue. Wamumenya ukwendana nake kona ukione muthenya mweru wamenya Jesu ki. Twititwo tumenye Ngai, titwitikie Ngai. The Bible says even the demons believe and they tremble. At least they are doing better than us. When they believe, they tremble. Lakini watu wengi tu wanaamini tu. Ni demwitekia. So what? So what? You are a believer. Even the demons believe. Mungu hata hajatuita tumwamini. We remain there at believing. Ametuita tumjue. It is when you know God. Wakati unajua Mungu, ndio sasa unaanza kujua, hey, hapa I am dealing with something serious. Lakini wakati unamwamini tu, na Biblia inasema ni wale ambao wanamjua Mungu, those are the ones who will do exploits. No, sio kumwamini, kumjua. It is those who know God who will do exploits, not those who believe God. Those who know him. Praise the name of the Lord. Number 3. Jambo lingine ambalo litatuzuia kutopata the goodness of God is lack of wisdom. What is wisdom? Oge. Ne oge. Na knowledge, omenyo. Now, this is the definition of wisdom. Definition of wisdom. Wisdom is the application of knowledge. Na Biblia yuagate horo wa wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, not the love of God. The fear of God is the beginning of application of knowledge. We are not just gathering knowledge tuseme kwamba tumesoma Biblia mara 10. No. Tunachukua hiyo knowledge, tunaiapply kwa biashara. Tunaiapply kwa familia. Tunaiapply kwa career. Tunaiapply the way we manage our resources. Wisdom. But what is the beginning of wisdom? The fear of the Lord, not the love of God. The fear. There? Exodus chapter 19. Riria Musa aheago mathani 10. Erirwo atiriri, ona ng'ombe ĩngĩhutia kĩrĩma, ng'ombe ĩyo ĩhũrwo na mahiga ĩkue. Until Moses said, I fear. Hapo ndio walikuwa nasema usiguze mlima. Walikuwa wameitoa Exodus 19. Ati usiguze mlima na iliguzwa. Exodus 19 walitoa hapo. Because it is the fear of the Lord, the fear, not the love. Tikwedaga igotumaga wabiririo momenye. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So if you don't have wisdom, that is application of knowledge, you are not going to access the goodness of God. Number 4, ile kitu ambayo itakuzuia ni lack of discipline. Lack of kwaga discipline. Discipline. Lack of discipline. Do you know, wakati Yesu alikuwa anatoka hapa duniani, aliwapa wanafunzi wake express instruction. Akawaambia, the great commission ambayo nimewashia is to make disciples of all nations. Hakuambia go and make singers. Hakuambia go and make elders.
Hakuambia go and make preachers. Hakuambia go and make intercessors. Aliwaambia go ye to all nations and make disciples. Who is a disciple? A disciple is a disciplined follower of Christ. And the word disciple comes from the word discipline. The word Christian tuetaga Kristo niguo. Retwa Christian ligwetetwo tu thĩinĩ wa Biblia maita merĩ peke yake, 2 times only. And one of them was a nickname. The word disciple ligwetetwo maita makiria ma magana merĩ. What does that tell you? It tells you God does not prefer calling us Christian. God prefers referring us as disciples. Disciple ni mwanafunzi, a disciplined follower, a student of the word. Sasa wewe ni disciple ama ni member? Wewe umekuja kanisa kama disciple kusoma, kurutwo maundu ma Ngai, kana ukita kanitha utuike tu member. Ugathikwo ni VCA. The only benefit you will get from coming to church is kuthikwo ni VCA. You'll have lost a lot of benefit. You'll have lost a lot of goodness. We must be disciplined. The last one, ambayo itakuzuia kupata mazuri ya Mungu, is lack of training. Lack of training. Biblia igathere thĩinĩ wa 2 Timothy 3:16 ati all scripture is God-breathed and is useful for training. For training. Kama unataka kuaccess wema wa Mungu, be trained on something. Watu wengine hapa, you need to go back to school. The youth, the best way you can spend your youth is learning. Praise the Lord. The best way you can spend your youth is not to look for money. Is attaining skills that will make you useful members of the society. Wacha kutafuta gigs za kutengeneza pesa at this point in your life. This is the time to learn. This is the time to be trained. This is the time to be prepared to be useful members of the society. Unajua saa hii watu wengi wako focus sana na pesa. I traveled all the way to Mwingi 2 weeks ago. Na nilikuwa natafuta watu wa kazi. I give them very good information about what I do. But after that, wakaniitisha sitting allowance. Sitting? I'm giving them a job. Kauliza, you are coming, where are you paid when you go for an interview? Do you know that is the mindset of many youth today? They want to be given. They have no patience to learn. The best thing unaweza fanya kama youth saa hii, look for opportunities to learn. Look for opportunities to add value to yourself. Bwana apewe sifa. Hata kama itakugharimu kufanya kazi bure, bila kulipwa, it will pay off in future. Bwana apewe sifa. You need to be trained. So yale mambo ambayo yatakuzuia ku access the goodness of the Lord, lack of discipline, lack of wisdom, lack of vision, lack of knowledge, and lack of training. Bwana apewe sifa. How many people want the goodness of the Lord? Mureda wega no tugi imurumagirire matuko mothe ureda wega no tugi. How many? Unataka wega no tugi. Sasa wewe deal with these things. Sitakuombea. I'm not going to pray for you. Deal with this. Deal with what? Acquire wisdom, acquire knowledge. I cannot do that on your behalf. Praise the Lord. Kuwa na appetite ya kukula neno la Mungu. Hata kama wewe, hata ukipendea mtoto wako mazuri, you cannot eat on their behalf.
They have to eat themselves. So mambo ya knowledge of the word of God, pastor, reverend, elder, deacon, hata kufanyia hilo. Wewe ndiye utakula neno la Mungu, so that you can access his goodness. Without that, I'm sorry for you. I am very sorry for you. I'm very, very sorry for you. Without the knowledge of the word of, I'm very sorry. I cannot promise you anything. I will not come here and declare and decree. And then you go home, you are not doing anything. You are not reading the word. You are not seeking wisdom. And you expect blessings. You expect goodness and mercy to follow you. I'm sorry. Bwana Yesu asifiwe. Have I angered anybody? If you say yes, I will declare myself successful. Because that was my goal. My goal is to make you uncomfortable. Bwana apewe sifa. Usikuje kanisani ili ufurahishwe. Kuja kanisani usaidike. Bwana apewe sifa. Unajua naweza kuja hapa nifanye comedy, lakini sijasaidia mtu yoyote. Praise the Lord. Lakini naweza kuja hapa nikasirisha 1 or 2. Lakini niwe nimesaidia watu 10. I prefer the latter. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha ukasirike kwa sababu nimekuambia ukweli, lakini nisaidie watu kadhaa. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and give you rest. Let us pray. Let us stand and pray. Wacha tusimame tuombe. Lord, we thank you. Tunakushukuru. Ni kwa sababu umetunenea adhuhuri ya leo kuhusu wema wako na kuhusu tabia yako mfalme, kwamba kweli umekuwa mwema kwetu, na pia hatuwezi kueleza kwa sababu umetutenda mema mengi mfalme. Asante kwa sababu ya hawa wapendwa wamelisikia neno lako, na ninaomba mfalme kwamba Roho wako akaweza kuwafafanulia mahali ambapo maneno yangu yamepunguka. Hili neno likawafuate Jehova, wakalipende neno lako Bwana, kulisoma na kulitafakari. Ni kwa sababu neno lako ndiyo taa ya miguu yetu ambayo umetupea ili tuone mbele. Bwana, ninaomba kwa sababu ya kila mwanaume, kila kijana na kila mama, Bwana ukaweza kutuweka shauku ya kukujua ndani yetu, so that it can go well with us and our children. I pray, Lord, that instead of ashes, that you give them beauty. That instead of the spirit of heaviness, the Lord, you may give them a garment of praise. And instead of shame, you may give them honor for your glory, so that they may be called the trees of righteousness, the planting of the Lord. Thank you for your word that has come forth. May it bear fruit 100-fold. In Jesus' name we pray. Amen. You may have your seats.